utakuwa mbali na hofu kabisa. Kama hivi vitu vikikaa mbali na wewe, unajisikia moyo wako hauna hatia, moyo wako hauna lawama, haulaumiki kwenye moyo wako, na haujisikii aina yoyote ya kuwa mkosa, basi wewe uko mbali na hofu, uko mbali na kuogopa. Amen. Waamini wengi sana tunaishi kwa hofu. Tunaishi katika maisha yaliyojaa hukumu na hatia katika mioyo yetu. Sio kweli? Ni kweli. Hata usipojibu ni kweli. Mlango wa kwanza wa shetani kwa muamini, mlango wa kwanza wa shetani kwa muamini ni hatia. Condemnation. Ni hatia. Unapojiona mwenye hatia, huo ni mlango wa shetani kutenda kazi kwako. Huo ni mlango wa shetani kutenda kazi kwako. Unapokuwa na hatia katika moyo wako, macho yako yanaacha kumtazama Yesu. Unaanza kujitazama wewe, nini kimekuzunguka, watu wananionaje, kitu gani nimefanyeje, nikienda kwa nani wanajua jinsi nilivyo, wanajua nilivyo. Unashindwa kumtazama Yesu. Hofu ni mlango mkuu wa shetani kutenda kazi kwenye maisha yako. Tumeelewana vizuri? Tazama maisha ya Ayubu. Yalijaa dhambi, yaligubikwa na hofu. Aliogopa labda watoto wake walitenda dhambi, akaanza kuwa anatubia, anatoa sacrifice kwa ajili ya watoto wake, kama leo ambao wanaenda kutubu kwa ajili ya mtoto wako au kutubu kwa ajili ya mzazi wako. Kwa Ayubu aliishi aina hiyo ya maisha yake asilimia kubwa aliishi namna hiyo. Alikuwa anaishi kwa kutoa dhabihu. Kutoa dhabihu maana yake anajikinga, labda watoto wake wamekosea, familia yake iende vizuri, vitu vyake viko sawa. Umenielewa vizuri? Hakuwahi kufahamu kwamba haki yake ni kutoka kwa Mungu, sio haki yake mwenyewe. Ayubu. Ndio maana mabaya yanaweza yakamkuta tu mtu ikiwa anajiona nje na Kristo. Mabaya, kumbuka, nani analeta mabaya? Shetani. Analetaje mabaya? Kwa kupitia nini? Mtu, jambo linaingia, mlango ukiwa wazi. Mlango ukiwa wazi, mojawapo nimwambia mlango mkubwa ni nini? Mlango mkubwa wa hofu na kuogopa ni nini? Ni nini? Ni hatia, condemnation. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia Ayubu sura ya 3 mstari wa 24, 25 na 26. Ayubu. Kitabu cha Ayubu. Hawa mjui Ayubu inapatikana wapi? Mungu afunulie. Ayubu sura ya 3 kutoka kitabu cha Esther jamani. Ayubu sura ya 3 ule mstari wa 24 hadi 25. Angalia, kwani kuugua kwangu kwaja kama, tumefika wote? Okay, twende mstari 24. Kwani kuugua kwangu kwaja kana kwamba ni chakula, na kunguruma kwangu kumemiminika kama maji. Maana jambo hilo lichalo unipata. Jambo hilo nifanyaje? Lichalo unipata. Nalo nilitialo hofu hunijilia. Right? Nitialo hofu ufanyaje? Hunijilia. Mstari wa 26 anasema, mimi sioni raha, wala situlii, wala hupumzika, lakini huja taabu. Ayubu aliishi hivyo, maisha ya mateso, kwa sababu alikuwa anajiona Mungu anamwadhibu. Alikuwa anajiona Mungu kwamba labda Mungu amemwacha. Ndio maana anatoa dhabihu, anafanya hiki, anafanya hiki. Tumeelewana vizuri? Hivyo hatia ni mlango wa shetani kabisa katika maisha yetu. Kama tutaruhusu hatia ihudumu katika mioyo yetu, maana yake tumeruhusu shetani aweze kutenda kazi katika maisha yetu. Nimewaambia haki ni kusimama mbele za Mungu bila hatia. Namna gani unajua wewe umedhibitika katika haki ya Mungu uliopokea katika Kristo? Unaposimama mbele za watu wengine bila kujiona mwenye hatia.
Kwa wale ambao wameoa na kuolewa, ukimkosea mke wako au ukimkosea mumeo, halafu the next morning kukawa na uhitaji, halafu kamwambia, unaposimama mbele yake unamwambia, mume wangu ninahitaji hiki na hiki na hiki na hiki, bila kujali ya kwamba jana mlikorofishana, mkuongea, mkufanya nini, mlilala vibaya. Amen. Maana unakuwa unajua kabisa kwamba huyu nina uhakika kwamba ni mume wangu, bila kujali nilikorofishana naye. Ni mume wangu bila kujali nilifight, kulikutokea na fight ya namna hii. Amen. Kwa nini? Umejidhibitisha kwamba ni mume wako. Lakini kama una hofu kwamba labda umekorofishana, bado umekasirika, anaweza kaniacha, bado anafanyia anaweza kaniacha, maana yake utadhibitishwa katika hiyo ndoa. Haleluya. Mnanielewa vizuri? Kadhalika kwa Mungu wetu. Mungu ametuposa milele. Mungu ametuposa milele katika Kristo. Amen. Biblia inazungumza kwamba alimposea Mungu kanisa, sio? Milele. Amen. Kwa hiyo unapojikuta umemkosea ndugu mwingine, au umejikuta umekosea katika mwenendo wako, pale unapokosea katika mwenendo wako, I'm not teaching you so that you can go and sin. No, siwafundishi ili muende mkatende dhambi, hapana. Na wafundisha ili msitende dhambi tena. Kwa hiyo unapokosea au unapojikuta katika hali ya makosa, na ukawa na uwezo wa kusimama mbele za Mungu bila kujiona nina hatia ndani ya moyo wangu. Ukimwona dada Mwajuma yuko anatembea barabarani, unaweza kumsimamisha, dada Mwajuma, nataka nikuhubiri habari za Yesu. Lakini unajua baada ya siku mbili au siku moja iliyopita ulikosea, kuna kitu ulifanya ambacho hakijakaa vizuri, lakini unataka kumhubiri dada Mwajuma. Unasimama mbele za Mungu bila hatia. Unasimama mbele za Mungu kwa nini? Mungu anataka watu wote wapate kuokolewa. Mbele za Mungu kusimama maana yake unasimama kwa niaba ya watu wengine wapate kuokolewa. Kwa unapokuwa na uwezo wa kumhubiri mtu mwingine habari za Kristo na kumweleza uzuri aliyofanya Mungu katika Kristo, ukamweleza mtu mwingine, wewe ni mtu uliyedhibitika katika haki.